Yaani nikwambie kitu kimoja. Kama mpenzi nimelibadilisha limeitwa Chioma. Je, kwa nini swala la kumisi? Yaani kumisi nabadilisha, yaani si nikuite vipi, niite vipi swala la kumisi? Kiufupi nimemisi paka hamu. Sawa. Ndio maana nakwambia kwa Mkapa hapa usinichukie. Chioma wangu tunapendana. Msinichukie. Mimi na wewe tutazikana. Mariamu. We mamu. Jamani. Mariamu. Utakuwa kaenda wapi jamani? kwa wanangu ni moja. Mimi ni mchumba. Hata mchumba. Wewe zipo. Msikia na kuzimu. Wewe ngara wewe. Ndio wewe. Pega samani. Sasa hizi. Sawa, kwema. Kwema katika kitabu chako hujamwona Mariamu? Huku nilipotoka mimi Mariamu sijamuona. Nimezunguka sana, nimetokea sokoni hapo maeneo hapa. Sijamuona. Kama wakati napita hapa, si nilimwona akiwa anafagia. Mwamba huyo. Wala kuwa wewe. Mimi zigwa na hawa. Hivi nini? Hivi la juu. Ina maana mimi kuwa na nywele kama hizi sifai kuoa. Hivi nani atakuonesha mtoto wake unaonekana hivi mkuni baba? Hivi unampenda mwanamke kweli? Nyoa nywele kuwa smart. Yaani nikishanyoa nywele ndio nampenda. Nikiziacha nywele, sikia. Shida sio kuacha nywele kwa unampenda. Siku hizi familia nyingi sana vijana wastaarabu na heshima. Wakati zile bwana zao, ndio mtu kama muone. Mimi sasa nika familia yetu ukubali. Hakika mwanangu wewe naona umekuwa kama mganga. Wala unisafia umekuwa kama mtabibu. Sana hapa kwa swali. Ulitongoza usiku, asubuhi au mchana? Sawa, alikuwa anafagia kisa simuoni. Bwana mimi nilipotoka simuoni. Lakini Mariamu uje ni mtu mzima yule. Nitaachana naye tu. Sawa, mtu mzima kwako, mimi bado mdogo wangu yule. Yaani hata akue vipi bado yaani majukumu ni ya kwangu. Kwa hiyo nahitajika ninapoenda mimi nijue. Basi sister, unakiongea hapo sahihi lakini sijui hata na umri aliofikia yule. Sema hamna shida tutajulishana. Yaani unajua kwenye kazi zetu, unajua kwenye kazi unapatikana kazi. Sio lazima. Ukiwa huna kazi unatafuta kazi. Umenipanga. Niko vizuri. Juzi umeniambia baba toka mjini. Sawa. Tena haikuchosha kazi. Alafu kama kwa hebu badilika mwanangu. Hivyo mwanamke wewe. wasikia. Si hata kushauri. Yaani kutaka kumchukua mtoto wa mtu kutoka hapa mpaka kwenye familia yake. Eti kwa wazazi wake wanaenda hivyo ulivyo. Mwanangu unajizalilisha. Kwanza ukishafika familia yetu itakuchukulia wewe muuni. Mvuta bangi kwa hizo itikadi ambazo zitakuzengesha. Uwezo ukawa hivyo mwanangu. Yaani wewe kwa kushauri toa minywele mwanangu. Nenda kanyoza. Oya nisikilizeni niambie kitu kimoja. Mafishi mwanangu umekuwa kama mchawi. Na tena sasa hivi inawezekana ukawa mtabibu. Kwa sababu hata familia yao iko kwenye kitu ambacho mnachokiongea nyinyi. Ndivyo hivyo. Yaani familia yao hawataki kabisa kusikia kwamba Zigwa anamuoa yule mwanamke. Mimi acha nifike kwa nafasi naenda hivi. Tarudi. Kama hajafika mpaka muda fulani hajarudi utajua tufanyeje. basi sawa, mimi nitazidi kumtafuta. Kama sijamwona nitakushirikisha. Sawa, baadaye. Sawa. Misukosuko na mimi na mabara na mimi. Kutokana na mazingira lakini hata yeye mwenyewe amekubali, ameridhia na hali ambayo alikuwa nayo. Unataka kuoa muonekano huu. Sawa. Nakukumbusha mimi mwanao unataka unakuoa. Nani kanyoa? Sawa. Yule pale naye. Wewe ndugu yangu hivi kunyoa. Hivi kwa unampona mwanangu. Kwani mimi nikishanyoa ndo nina nia dhati ya kuoa. Unaonekana mvuta bange hivi. Kuna wavuta bange wengine wananyoa vipala hao na kina nani? Baba muonekano. Sawa. Muonekano wako. Oya, unavuta bange wanyoa vipala na wanavaa nini kanzu kabisa ya kishehe na mvuta bange mzuri tu. Muonekano upi? Mimi nina sura mbaya kama jambazi. Sikiliza Zigwa. Bosi unamhitaji mwanamke mzuri. Ndio. Unahitaji familia nzuri. Mimi naamini hapo ulipo sasa hivi. Uwezi kwenda kupokelewa mwanamke. Utakataliwa mke tu kugewa. Kwa ajili ya kung'ang'ania vitu ambavyo una deni. Una deni sema wapi? Sida hiyo hiyo. Wewe una akili. Nani atakupa mtoto wake?
Sasa mwanangu una deni wewe. Naogopa madeni mzee wangu. Baba, utaona kumwacha mtoto wa watu. Hivi kwanza mwanangu mzazi anakuonyesha maana hata deni leo kama ni hapa tutaelewa tutafungia baba. Sasa unafuata hapo tu washikaji hapa ni mazingira wao wanakulalamika. Ya baba kulaje. Sasa anaogopa kudaiwa. Mtoto wako atamlisha nini baada ya? Yaani kumbe wewe unamlisha mwanao mke wako kwa sababu ya madeni? Mwanaume lazima udaiwe. Unashikwa mzee. Sikiza ngambie. Umshikaji nipo. Sasa mimi naomba kwa hii design sikushauri ila kama utaamua kunyoa nywele na kama uko na pendo mimi nitakuchekea kwa design kama hiyo. Sikushauri baba. Hapishi tondoke. Toa nywele mwanangu. Sasa mimi nikishatoa nywele ndo inawani nani ya dhati ya kuoa sana. Sikia kwa besi yenyewe tunataka kuja kula. Misukosuko na mimi na mabara na mimi, amani tena hakuna, na nyanyasika kinoma. Shemeji zangu nimewakosea nini? Mnachotenda sio sawa. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe chioma. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe chioma. Mniambie nijue, mniambie nijue, msinichukie, chioma wangu tunapendana, msinichukie. Nina jambo moja linanitatiza sana mzee wangu. Pengo, kuna jambo moja linaniumiza sana ndugu yangu. Unajua kwenye ya maisha unaweza kufanya jambo afu ukaona kama unafeli. Kivipi yani? Pengo, mwanao unafeli. Unafeli vipi yani? Mimi sijakuelewa. Maana kuna jambo linatatiza, mimi nafeli, sijajua. Nini shida kwani? Mwanangu, mimi nimepata mchumba. Umepata mchumba? Kweli mwanangu, sasa hivi naona unazitendea haki nywele zako. Alafu sasa hivi naona sasa unaenda kukua. Yaani sasa hivi yani wewe sasa unakuwa. Yaani mpaka umeamua sasa kutafuta mchumba kuishi naye. Aisee, ni jambo la heri kweli yani. Shemeji hapo. Anaenda kwa shemeji. Basi sawa, haina shida. Bila mwambie shemeji mimi nina shida. Una shida gani? Nina shida ya shilingi 10,000 tu. Anisaidie. Kwenye hela. Maana katoka kulipa kodi muda si mrefu. Juzi tu hapa. Sawa mdogo wangu, wewe ni mwanaume lazima apambane. Dada. Afu ukiangalia nanili kodi za hizi za frame. Si unazijua bei yake lakini. Subiri sasa. Pengo, lakini kuna changamoto. Changamoto ipi tena sasa? Wakati umesema umepata mchumba. Kakake mwanangu, kila tutapokutana mwanangu anichimbia biti kwa mimi nisiwe na dada yake. Sasa kwani sababu nini sasa mpaka mtu anafikia kipindi mtu unatembea na mdogo wake alafu umesema una malengo ya kumuoa? Nataka nioe kabisa baba, nivute jiko ndani. Sasa kula vabaridi nimechoka. Sasa kuna ubaya gani mpaka kaka mtu anakuwa yuko juu kiasi hiki? Yaani unataka kuoa dada yake tena na kuwa mkali kivipi? Mbona unanichanganya hapa rafiki yangu? Shida ni nywele. Pengo, shida ni nywele. Wanataka ninyoe hizi nywele ndio mimi nimuoe. Sasa nimeshangaa. Kwani hizi nywele ndo zinaoa? Kwani kuoa ni kwenye moyo wa mtu au kwenye nywele za mtu? Sawa, akili ni nywele, kila mtu ana zake. Ina maana kwamba mimi haoni nina nywele nyingi ndio akili labda zitakuwa nyingi. Pengo, unaonaje hapo? Kwa kitu bad. Unajua haya maisha sawa. Kuna vitu ukivifanya wewe mwenyewe unahisi unakosea hiki kitu. Sasa wewe umesema unania kabisa unataka kuoa. Sawa. Hivi siku ya harusi wenyewe umesimama pale na hizo nywele. Unahisi hata mashehe wenyewe anaweza kufungisha hiyo ndoa? Kama haitaki kulipa kodi. Kwa hiyo mdogo wangu hata ukitaka kumwambia dada nipe kifungo uchumba changu na umwambie kwa sababu kalipa kodi. Hamna dada, sio kwamba naniliu kifunga uchumba. Yaani pale katoka kulipa kodi muda si mrefu. Juzi tu kodi ya frame pass. Unajua tena dada, frame za watu. Basi sawa, mimi naomba mwambie. Kwa sababu najua ni mwanaume. Na sio alivyolipa kodi basi ndio kazi afanye. Si anafanya. Ina maana alipopalipia bado panamuingizia. Mimi naomba tu mwambie. Una shida sasa, nataka nimwambie nini?
Dada, hizo filamu zenyewe na kazi zenyewe unazojua. Kila mtu ana kazi hiyo hiyo. Kila mtu ana kazi hiyo hiyo. Oya, nisikilize. Nikuulize swali moja. Hakuna nini Lasi ana swali? Kwa mimi sidhani na sijawahi kumuona. Taarifa yako Lasi ana swali. Lasi ana imani. Lasi mwenyewe anaamini Mungu yupo. Hizi nywele nyoa. Nikuulize swali? Niulize. Mlishompoto kaoa hajaoa? Sikiliza. Tulia, nakuuliza swali. Mlishompoto kaoa hajaoa? Kaoa. Ndio. Nywele zake ni kubwa au ndogo kushinda zangu? Pengo, mimi nimekuja, ushauri wako nimeusikia, na wewe umeambatana na wale, na yule kaka yake mimi kokote ninapokutana naye yeye ananipiga biti nini, safi, burudani tu. Yuko sahihi. Kunyoa sinyoi na yule mwanamke nampata. Sasa haijalishi. Mimi nahitaji ufikishe ujumbe wa shemeji. Si unajua kashaingia hapa, lazima nisaidie. Basi sawa, mimi nitamwambia. Basi sawa, haina shida. Ila uwahi, maana leo nimechoka kupika. Sawa. Msinichukie, msinichukie. Chioma wangu tunapendana. Msinichukie. Utamkosa. Bwana Pengo, mimi najua wewe ndo ni wewe ndo unampa bichwa yule kaka yake yule. Mimi siwezi kumpa bichwa kwa sababu nakwambia ndugu yangu. Tamkosa mke rafiki yangu nakwambia ujue. Nakwambia kabisa. Sawa? Mimi hata mimi ningekuwa mimi siwezi kuoa dada yangu aolewe na mtu kama wewe. Wewe nasema hivi dadako sijampata tu. Wewe? Nakwambia. Wewe, yaani mimi kwanza nasema hivi Pengo, udugu na wewe na mabara na mimi. Amani tena hakuna. Nanyanyasika kinoma. Shemeji zangu nimewakosea nini? Mnachotenda sio sawa. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Mniambie nijue, mniambie nijue, msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Kama upendo tumependana sisi, iweje mnanikataa? Ama kosa langu ni hizi nywele zangu au kuna mengine? Mniambie nijue, mniambie nijue, msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Misukosuko na mimi, na mabara na mimi. Amani tena hakuna. Nanyanyasika kinoma. Shemeji zangu nimewakosea nini? Mnachotenda sio sawa. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Mniambie nijue, mniambie nijue, msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Umeshiba? Ndio. Naona kama kinahema hema.